Yo, mambo vipi na kwaje mwana? Of course, naamini kwenye Dojo Bongo Flava umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa ngoma kali ambazo zinahusiana na mkwanja. Na moja kati ya ngoma kali sana utosita kuzitaja ngoma za Mo Techniques, ama waweza kumuita J Mo. Ana ngoma kali kama vile Samane, ambapo humo amezungumzia mbishe nyingi sana ambazo unaweza kujihusisha nazo na moja kwa moja zikakuletea mkwanja nini na vitu kama hivyo hapo. Lakini pia ngoma nyingine ambayo inaitwa Pesa Madafu ni moja kati ya ngoma kali ile kinoma mayo inakupa zile mbinu za kutumia kile kiasi ambacho umekuwa ukikivuna. Lakini swali la kujiuliza, hivi pesa yako ya kwanza ambayo ilikwenda kukutengenezea historia fulani uliitumia kwenye matumizi gani? Lakini huyu hapa J Mo Techniques mwenyewe ana mic poa sana namna ambavyo pesa yake ya kwanza alifanyia matumizi, au sio? Labda tukizungumzia ya kwanza zaidi tuzungumzie baada ya msanii kupata record deal, kwa sababu before hapo unakuta bado ulikuwa unapata pesa kwenye muziki, lakini unavyosainiwa na kusaini huo mkataba wa deal ya kurekodi au record deal, hapo ndo ambapo unaanza kuona kwamba wao, kumbe muziki unalipa, kumbe I can be somebody some days. Kwa hiyo tukizungumzia kwangu, nadhani hiyo ndo safari yangu ilipoanzia, kwa sababu 2001 na 2 kulipwa close to milioni karibu 6 ni pesa nyingi kwa miaka 24 na 5 iliyopita. Kwa hiyo hiyo ndo nilisema kwamba natoka nyumbani naanza maisha mimi nikiwa najitegemea. Kwa hiyo iliweza kunisaidia kujiandaa kutoka maisha ya wazazi kwenda kujitegemea. Nikizungumzia ilinisaidia kuweza kununua sofa, meza, friji, TV, kitanda, na kusema natoka nyumbani naenda kuishi maisha mtu akija anasema hapa nimeenda kwa msanii. Before sijasainiwa, before sijatoa album ya kwanza au sijasign deal ya kurelease album ya kwanza, nilikuwa niko kwenye mikono ya wazazi. Kwa hiyo pesa yangu ya kwanza nilipata muziki ilinisababisha ni step out of home na kwenda kuanza maisha ya kujitegemea, kwa sababu umri pia nilikuwa ndo nakaribia miaka 20-21. Kwa hiyo ulikuwa ni muda sahihi pia mimi kutoka nyumbani na kwenda kuishi maisha ya kujitegemea. Kilichozaa na baraka zaidi baada hiyo hatua niliyoifanya, ndo hii imeweza kusababisha mpaka leo muziki umenilipa. Ndani ya miaka hii 24 nimeendelea kujitegemea, nimeendelea kuwekeza kupitia muziki, familia inanitegemea kupitia muziki. Kwa hiyo hayo yote nasema ni manufaa au faida ambayo niliipata baada ya kutoa ile albamu ya kwanza, kwa sababu ile pesa sikununulia gari, sikufanyia mambo yoyote ya masifa. Mimi nilienda kuwekeza kwenye nitaishi vipi nje ya nyumbani, kwa sababu nisingeweza kuwa na gari alafu niko nyumbani, nisingeweza kusema napiga mapamba makali alafu niko nyumbani. Kwa hiyo ile ndio ilinifungua kwamba unawezaje ukaishi mwenyewe, unalipaje umeme, unalipaje maji, unanunuaje chakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo imeweza kunisaidia baada ya pale kuweza kusustain kwenye maisha yangu ya kujisimamia na kuweza kusaidia mpaka kule nyumbani nilipotoka mpaka leo.